linalotoka mdomoni, kila neno unalozungumza linatoka ndani, limeambatanishwa na moyo wako. Hebu fahamu hivyo, kwa maneno unayozungumza yametoka moyoni. Ndio maana yakiwa mabaya na madhara yanakuwa mabaya, yakiwa mema na matokeo yanakuwa mema, kwa sababu yameambatanishwa na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwambie moyo hazikijazacho mtu ndicho kitokacho. Kwa ninachotamani uelewe ya kwamba kanisa la sasa hivi, ili tupone, njia mojawapo ya kupona ni maneno. Maneno yako yawe yana nguvu ya Mungu Mtakatifu. Yanapokuwa na nguvu ya Mungu Mtakatifu, yanatukupa hatua nyingine, yanakusababisha ufalme wa Mungu unainuliwa, yanasababisha maisha yako kubadilika. Unaweza ukashangaa mafanikio unayopata kupitia maneno yako tu. Maneno yako yakawa sababu ya kufanikiwa kwako. Maneno yako yakawa sababu ya kupiga hatua kwako. Maneno yako yakawa sababu ya kusonga mbele kwako, kwa sababu ya maneno. Maneno tu. Ukiwa na maneno yanayoumiza, ukiwa na maneno majungu, utaleta laana, utaleta misiba, utaleta shida. Halo. Kuna wakati mwingine unakuta mtu anatamani kuongea na wewe, anasema fulani ni kweli ni mzuri, ni mrefu, ni kweli anastahili, anafaa, lakini maneno yake nashindwa kufanya naye kazi, kwa sababu hajui kazi. Hapana, anajua kazi, lakini maneno, kama maneno yalionayo ni maneno machungu kwenye hiyo kazi, hawezi. Wakati mwingine natamani nikaongea na fulani, lakini maneno yake ni ya kuvunja moyo. Hiyo sio sifa nzuri kwa Kristo. Halo. Kwa Mkristo hakikisha mtu anatamani kukusikiliza. Mtu anatamani asikie maneno kutoka kwako. Wakati mwingine utasoma naye Biblia, hapana. Wakati mwingine mtazungumza stori za maisha. Katika hizo stori za maisha kuna namna ambayo atajengeka kupitia maneno yako. Kuna namna ambayo atainuliwa kupitia maneno yako. Kuna namna ambayo atainuka kupitia maneno yako, kwa sababu ya kinywa kilichobarikiwa na Mungu Mtakatifu, kwa sababu ya kinywa kilichotakaswa na Mungu Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kimoja leo, maneno yanaweza kukushushia thamani yako. Halo. Maneno yanaweza kukushushia thamani yako. Watu walikuwa wanakuthamini kwa kiwango fulani. Unapoanza kuzungumza maneno ambayo sio mazuri, ambayo ni maneno ya uharibifu, yanafanya thamani yako inashuka. Halo. Kwa maneno ni njia mojawapo ya kushusha au kupandisha thamani ulionayo. Ndio maana nasema lazima tuwe makini kwenye kile tunachokizungumza, kwa sababu kinaweza kikatushusha au kinaweza kikatupandisha. Kwa lazima uwe makini kwenye maneno unayozungumza. Unajua kabisa haya maneno yanaweza kanishusha au yakanipandisha. Thamani yangu inaongezeka ninapozungumza na mtumishi Rema haya maneno. Thamani yangu inaongezeka au inapungua? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maneno ni njia mojawapo ya kupandisha thamani yako au kushusha thamani yako. Hebu muulize jirani yako sasa, hivi maneno unayoyasemaga siku zote yanakushusha na kupandisha?